Umelelewa humo kwenye nyumba ya vumbi. Umekulia humo. Kukaa tu Dar es Salaam miezi 5, mwaka mmoja, miaka 2, unajiona kama vile umetoka Ulaya. Alafu unaanza na mikwara. Hii nyumba naezeka hii. Hii nyumba naezeka hii. Naezeka. Nikifika tu naezeka. Usijue wakati unatamka yale maneno Mungu yupo. Wakati unatamka yale maneno kuna connection kati yako na Mungu. Na Mungu anasikia. Na unashangaa unapofika tu Dar es Salaam pesa zinamiminika. Usijue zinamiminika kwa sababu ulishamwahidi Mungu kuwezeka nyumba ya mtu kijijini. Mungu anazileta pesa zinaingia milioni 3, milioni 4. Ghafla unaanza kuzidivert. Unasema hii nilikuwa natafuta gari, Mungu amejibu maombi yangu. Kumbe pesa sio za kwako. Unaenda unanunua kigari, mara kimegongwa, mara kimepigwa mikono, trafiki wanakiandikia kila siku, mara kimeharibika. Mambo mwisho nasema sijui nikanunue maji ya upako pulizia yote, ikiwezekana kakizamishe mto Yordani. Lakini nataka nikwambie laana yako ulichota kule kijijini. Ulipoahidi kumjengea yule mama nyumba, Mungu alisikia, akapitisha pesa kwako. Wewe umezidivert, umezipitisha sehemu nyingine, umefanyia mambo mengine. Kijijini wanasubiria, wanajaribu hata kupiga simu, hawawezi kusema nyumba yetu. Wanakuwa kama wanakusalimia, unaendeleaje? Tulikuwa tunakusalimia. Moyoni wanasema tunakumbushia mabati. Moyoni wanakuambia tunakumbushia majengo. Uliahidi mwenyewe, na wengine mmechukua. Nisema jana, umechukua vibinti vitoto vidogo ukawaambia njoni nitakusomesha, nitakufundisha. Hujui kwamba hiyo ilikuwa nadhiri mbele za Bwana, kwamba Bwana ukinibariki namsomesha mtoto huyu, Bwana ukinibariki nafanya 1, 2, 3. Mungu kweli akapitisha pesa juu yako. Unaanza kununua viwanja, umesahau kumsomesha yule. Unaanza kununua hiki, unanunua kile. Unashangaa kiwanja chenyewe ulichonunua tayari kina migogoro. Unajiuliza shetani ananitafuta. Hakutafuti, ulimfuata, ulimkatia na tiketi. Kwa hiyo pambana naye. Unapokuja mbele za Bwana, watu wa Mungu mniombe, naona mambo haendi sawa. Tutaweka mikono kwenye kichwa chako paka nywele zinyonyoke uwe na kipara. Lakini kama hutaiondoa ile nadhiri, unawasumbua mno wahubiri na wachungaji, kwa sababu mwenye tatizo ni wewe. Na mambo mengine huwa hamwambiwi. Wakati mwingine wachungaji wanapenda kutunza mahusiano na nyie. Hawawapi life, wanawapa kwa kuzunguka kwamba mtakimbia makanisa. Sasa bahati nzuri tumekuja ambao tuko free.